Kwa miaka karibu 10, Marekani, taifa lenye jeshi kubwa na teknolojia za hali ya juu, lilikuwa likimsaka mtu mmoja, mtu ambaye jina lake lilijenga hofu duniani kote, na mtu huyo alikuwa Osama bin Laden. Marekani walitumia satellites, wapelelezi wa siri, na walitoa mabilioni ya dola ili kumtafuta Osama, lakini kwa miaka yote hiyo hakuna aliyekuwa amejua Osama amejificha wapi, mpaka usiku mmoja wa mwaka 2011 wakati helikopta za siri zilipoingia Pakistan kwenye giza nene, na misheni moja ya hatari ikaanza kufanyika. Mwaka 2001 Marekani ilikumbwa na mashambulizi makubwa yaliyoishitua dunia. Baada ya tukio hilo, jina moja likaanza kutajwa kila mahali: Osama bin Laden. 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 Marekani ilimtuhumu Osama kuwa nyuma ya mtandao mkubwa wa mashambulizi uliokuwa unaogopwa sana kipindi hiko. Our broad mission is clear. We are going to disrupt and dismantle, defeat and destroy Al-Qaeda and its extremist allies. Kuanzia siku hiyo msako mkubwa ukaanza. CIA, jeshi la Marekani na mashirika ya asili yote yakaanza kumtafuta Osama kila kona ya dunia. Lakini miaka ilipita na Osama hakuonekana popote. Ilikuwa kama ametoweka duniani. Baada ya miaka mingi ya uchunguzi, CIA ilianza kufuatilia mtu wa karibu sana na Osama, ambaye alikuwa mjumbe wake wa siri. Safari hiyo iliwapeleka hadi Pakistan, ndani ya mji uitao Abbottabad. Lakini walichokiona huko kilikuwa cha ajabu. Waliona nyumba kubwa sana yenye ukuta mrefu kupita kawaida. Hakuna intaneti, hakuna simu, na watu waliokuwa humu hawakutaka kuonekana kabisa. Hapo Marekani ikaamini tageti wao huenda alikuwepo humo. Masiku yakapita. Baada ya mikutano mingi ya siri ndani ya ikulu ya White House, Rais Barack Obama alipewa taarifa zote, lakini tatizo lilikuwa ni moja: hakuna aliyekuwa na uhakika 100% kuwa Osama alikuwa ndani ya nyumba hiyo. Lakini Marekani walipaswa kufanya uamuzi mgumu: wasubiri zaidi au waingie. Hatimaye Obama akatoa ruhusa rasmi, misheni ianze. Hapa ndipo Marekani ikatuma jeshi lake, lakini halikutumwa jeshi la kawaida. Walichaguliwa askari wa kikosi maalum kutoka Navy SEAL Team 6. Ni kikosi hatari ambacho Marekani wanajivunia, ambacho kikosi hiko kikapanga plani ya uvamizi. Mission waliipa jina la Operation Neptune Spill. Walianza kupanga plani kwamba helikopta 2 za Black Hawk zingevuka kutoka Afghanistan usiku, zingeingia Pakistan kwa siri na watue kwenye mji wa Abbottabad, na helikopta ya kwanza ifike kwenye rooftop, askari washuke haraka na waingie ndani ya nyumba hiyo, na helikopta nyingine ishushe askari kwa chini ili target asiweze kutoroka, na kisha waingie ndani wampate Osama na watoke kabla jeshi la Pakistani halijafika. Baada ya mission kupangwa vizuri, hatimaye usiku wa tarehe 2 Mei mwaka 2011 ukafika. Helikopta zikaanza safari gizani, na hizi ni helikopta ambazo hazionekani kwenye rada, ndio maana zimekuwa rahisi sana kuvuka kwenye mipaka ya Pakistan bila kuonekana. Baada ya dakika kadhaa ya safari hiyo, zilifika juu ya nyumba ile ya Abbottabad, lakini ghafla jambo lisilotarajiwa likatokea. Moja ya helikopta ikapoteza balance, ikaanguka ndani ya eneo la nyumba hiyo. Kwa sekunde chache mission ilikuwa karibu kuharibika, lakini askari hawakusimama. Walivunja milango ya chuma, wakapanda floor moja baada ya nyingine, wakisafisha kila chumba walichokutana nacho. Baada ya kufika juu kabisa ya jengo, walimkuta mtu ambaye dunia ilikuwa inamtafuta kwa miaka mingi: Osama bin Laden. Sekunde chache baadaye, risasi zikafyatuliwa. Baada ya sekunde chache za ukimya, ujumbe mmoja wa siri ulitumwa Washington. Ulikuwa ujumbe uliokwenda kwa watu wa juu, akiwemo Rais Barack Obama, waliokuwa wanafuatilia operesheni hiyo. Ujumbe huo unaosema kwamba mission imefanikiwa, target amekufa, wakimaanisha Osama amekufa. Baada ya mission kukamilika, mwili wa Osama bin Laden uliwekwa ndani ya helikopta kwa ajili ya kwenda kuchukuliwa vipimo ili kuhakikisha kama ni yeye, na kikosi kikaondoka haraka sana kutoka Pakistan kabla hali haijabadilika. Lakini jambo lililofuata ndilo lilizua mjadala mkubwa zaidi duniani. Baada ya mwili wake kuthibitishwa kupitia vipimo vya DNA, Marekani iliamua kutokumzika kabisa ardhini. Badala yake, mwili wake ulipelekwa ndani ya meli ya kijeshi ya Marekani ile
uliokuwa baharini na baada ya muda mfupi ukatupwa katika bahari ya Arabia. Sababu kuu iliyotajwa kutupa mwili wake kwenye bahari ilikuwa moja: Marekani haikutaka kaburi lake liwe sehemu ambayo ingeweza kutumiwa kama alama ya kuhamasisha wafuasi wake, na hivyo ndivyo ulivyomalizika msako wa miaka karibu 10 dhidi ya mtu aliyekuwa anatafutwa zaidi duniani na jeshi la Marekani. Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda, and a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men, women, and children. Jambo la kushangaza ni kwamba misheni ambayo Marekani ilipanga kwa miezi mingi ilimalizika ndani ya dakika 40 tu kupitia kikosi maalum cha Navy SEAL Team 6 kutoka Marekani, ambacho kikiagizwa nenda kamlete mtu fulani kwenye nchi fulani, basi kikosi hiki kitaingia na kumfuata mlengwa na kuondoka naye. Ni kikosi hatari sana. Msimuliaji wako naitwa Max Prince. Nimefurahi kuwa pamoja na wewe siku ya leo. Ningependa sana usubscribe hii channel kwa ajili ya kupata taarifa zaidi.